Malengo yote ulio nayo ni kitu ambacho kinaweza kikatokea endapo utakubali sheria ya kusubiri. Ipo sheria ya kusubiri ambayo wote waliofanikisha malengo yao walikutana nayo, na ili watoke iliwabidi lazima wapate kuishika na kuitii. Tafiti za kisaikolojia zinaonyesha kwamba wote tuna malengo, na wakati mwingi sana tunataka yatimie kwa uharaka. Kuna saikolojia ambayo inaitwa instant gratification, ambayo inaonyesha kuwa binadamu alivyoumbiwa katika hali ya asili yake anataka mambo yanayotokea kwa uharaka sana. Ndio maana utakuta kwamba watu wengi wanaweka malengo, na malengo yao wanataka yafikie, wanataka yatokee papo hapo, yani matokeo mazuri yatokee. Ndio maana utamkuta mtu akianza biashara anataka biashara yake ifanikiwe mwaka ule ule au mwezi huo huo. Anasahau ya kwamba kuna watu wengine ambao walianza katika biashara ile ile miaka 10 iliyopita, na ndipo wakaanza kujenga brandi yao au kujenga jina lao. Sasa ili ufanikiwe, inaomba pia upitie katika zile process ambazo wengine walizipitia. Hakuna njia ya mkato ili upate kufanikiwa. Hakuna njia ya mkato ili upate kufikia lengo lako kuu la kimaisha. Unachohitaji ni uvumilivu, kwa sababu pasipo uvumilivu utavunja sheria ya uvumilivu, na halafu hatua baadhi yake utakuwa umeziacha nyuma na ukazani ya kwamba ndivyo unavyoendelea. Hapana. Kuna profesa mmoja wa chuo kikuu cha Stanford ambacho alifanya utafiti wake, Profesa Walter Mischel. Huyu ni Mjerumani ambaye alihamia Marekani. Sasa utakuta kwamba katika utafiti wake kuna kitu ambacho ninapenda ukigundue sana. Aliwachukua watoto akaweka kwenye chumba, kila mmoja akamweka kwenye chumba chake, alafu akachukua marshmallow ambayo inaonekana kama vile ni chakula fulani hivi ambacho kinapendwa sana, kina sukari sana hivi kama vanilla hivi. Alafu anamwekea mtoto pale chumbani, anamwambia ikiwa utasubiri muda wa dakika 15 bila kukigusa utapewa 2 zaidi, utaongezewa tena kitu kingine. Alafu wamoja walivumilia na wengine hawakuvumilia. Kuna wale ambao baada ya dakika 2 tu walikutaniwa wametumia, na wengine baada ya dakika 15 walivumilia, alafu akapewa ile zawadi. Kuna nguvu iliyo katika tegemeo au katika matumaini. Unapotumainia kwamba mambo yataenda sawa, unaweza ukavumilia tena zaidi. Sasa katika utafiti huo, matokeo yake ni kwamba watoto waliovumilia dakika 15 baadaye walifuatiliwa katika maisha yao yote, na wakagundulika kuwa walikuwa na uwezo na nguvu ndani yao ya kukamilisha vitu au malengo waliojiwekea ya muda mrefu. Kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu, ila wao katika malengo ya muda mrefu walifanikiwa zaidi. Katika kazi zao zote walizokuwa wakizifanya waliboresha zaidi kuliko wale ambao hawakuvumilia. Wale ambao hawakuvumilia walikata tamaa mapema sana katika maisha yao ya utu uzima. Ndio tafiti za kisaikolojia wakati zinafanyika ili kwamba watu wapate masomo ya kujifunza katika tafiti hizo. Kwa saikolojia ni miongoni mwa sayansi ambazo huwa hazijidanganyi. Ila kuna kitu ambacho pia kiligundulika, ni kwamba watu wengi walio na malengo wanaweza wakavumilia kutokana na mazingira. Kutokana na mazingira hii ikijumuisha familia waliotoka ndani, ikijumuisha wale wanaowazunguka. Sababu fikiria kwamba mtoto ambaye yeye alitoka katika familia maskini ambapo kuna njaa, ukimwambia avumilie dakika 15, wakati mwingine anaweza akaamua tu akachukua kwa sababu ya njaa, au akasema nisipopata hii sina uhakika wa kupata nyingine baadaye, ninatumia kwanza hii, mambo mengine tutajua baadaye. Ni makosa pia. Hiyo ni tabia ya watu maskini na ambao hawawezi kufanikisha vitu vikubwa vikubwa. Lazima ufikie kiwango cha kuvumilia. Lazima ufikie kiwango cha uvumilivu. Wote waliofanikiwa unaowajua, ni bahati mbaya ni kwamba wanatupatia visa vizuri vya upande wao wa maisha yao. Tunasahau kuwauliza kuhusu vile vipindi ambavyo walivipitia vilivyokuwa vinawaumiza, ambapo walilazimika katika kusubiri. Chukua picha ya mchezaji wa mpira ambaye anataka kuwa mchezaji bora kwenye ligi au kwenye mashindano fulani yoyote yale, alafu
anachukua miaka zaidi ya 10 akifanya mazoezi. Angalia kwamba wale wanaokimbia kwenye mbio za Olympic wanaweza wakafanya tukio lenyewe likafanyika kwa wiki moja au chini ya wiki au zaidi ya wiki, lakini ukakuta kwamba walijiandaa zaidi ya miaka 10. Unajua kwamba mashindano ya Olympic huwa yanatokea baada ya miaka 4 au 5, lakini utamkuta mtu mmoja anajiandaa miaka 5 ili apate kukimbia kwa dakika 3 au dakika 5 kwenye mashindano. Kwa hivyo uvumilivu alio nao ndio utakaompeleka kufikia yale mashindano makubwa. Wakati mwingine wanapitia vitu vigumu sana katika kipindi cha kujiandaa. Malengo yoyote yale ulio nayo lazima ujue kwamba yatapitia kipindi cha kusubiri. Unaposubiri kuna vitu ambavyo vizingatie. Kitu cha kwanza, zingatia hamu yako kuu inayokufanya usubiri. Kitu cha pili, zingatia hatua zote ambazo unazostahili kupitia ili ujue ni wapi ambapo patahitajika kujiboresha zaidi. Kitu cha tatu, angalia mazingira, ni akina nani ambao unaojizungusha nao. Kuna watu ambao wanakatisha tamaa sana, ambao wanakuambia kwamba hauwezi tena kwa sababu ya hiki na hiki na hiki, wanakuonyesha sababu zote ambazo zitakazo kufanya kwamba usiendelee tena mbele. Lakini ninakusihi uangalie wale watu wanaokuzunguka, ili unapokuwa katika kipindi cha kusubiri, kwa anayesubiri sio wao, ni wewe. Anayesubiri sio wao, ni wewe. Anayejua mwako ulio ndani, ile hamu kubwa ya kufanikisha kile ambacho unachokihitaji, anayejua ni wewe, sio wao. Kwa hivyo usikubali mtu ambaye hawezi kufikiri au mtu ambaye hajawahi kuweka malengo akurudishe nyuma wewe na kuonesha kwamba unachokisubiri kama hakiwezi kutokea. Wako watu ambao walisubiri sana na wakafanikiwa, lakini pia wako watu ambao walisubiri ila wakawa wanasubiria katika mahali pasipokuwa sahihi. Sijui wewe unasubiri ukiwa wapi, au unasubiri nini, au ni kitu gani ambacho unachoona kwamba kitakuzuia kwamba usisubiri tena? Nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu. Sio lakini jifunze.